Sasa tukianza na mfano wa kwanza huu hapa. Hapa nikiangalia hapa naona hapana. Nitakuja kukueleza kwa nini hapana. Okay. Hii hapa, hii ni invalidation, ni sawa, hata hapa pia ni sawa. Okay. Hata hii pia ni sawa. Okay. Hii hapa kwa hii invalidation ni sawa, ila hii hapa, hii uko kama new invalidation. Kama ni kama new invalidation kwa hapa hapana. Okay. Tutakuja kuzipitia zaidi. Hii hapa as invalidation sawa. Ila kwa hapa as new invalidation, labda kama ukisema hii ilokuja kuwa tested hapa, hapo sawa. Ila kama kuja kuwa tested tena hapa chini kwa mara ya tatu, sidhani. Okay. Kama simple kisha tested mara mbili kwenye structure kama hii hivi, au mara nyingi ni moja kwa moja. Ila hapa ilikuwa ni correct kabisa. Okay. Sasa kwenye case kama hii na kwenye time frame leo kuwepo ni sawa. Okay. Hapo niona kama vile umeangalia pair moja tu. Ni pair moja? Hebu ngoja. Kuna hii GBP LZD. Ni GBP CHF nimeona mara mbili. Na hii GBP LZD pia nimeona mara mbili. Umeirudia mara mbili Nimeona umeirudia mara mbili. Okay. Okay, so mbaya. Sema ukiwa na time ni vyema kaandaa mifano mingi zaidi. Nitaandaa mingine. Hii hapa ulipoweka ni invalidation au new invalidation? Nadhani ilikuwa ni invalidation. Ndio shida kuijua. Kwanza hii ni nini GBP card? Ngoja niangalie kwa upande wangu mimi nilikuwa nimeiziweka kwamba nilikuwa nimeandika kama nini. Utakuja kuniambia. Hiyo nilikuwa nimeweka kama invalidation. Yani hiyo nilikuwa nimeweka kama invalidation tu ya kawaida, na nilikuwa nataka niulize hapa unaona kama kuna sehemu moja imetest mara ya kwanza. Umeelewa? Alafu kuna exactly yes, lakini lengo langu mimi ilikuwa ni kuuliza hapa nikuonyeshe. Ni kuuliza hapa. Unaona hii sehemu hii hapa? Wapi? Unaweza kufanya annotation. Ndio nimeguza, nimeona nimechora hapa. Basi bado haijawa displayed. Hapa hivi. Ukiangalia kwa sababu ilishuka baada ya kushuka mpaka hapa, alafu ikaenda juu. Inaonyesha kwako? Bado haijatokea. Ndio network Umefanya annotation hapo? Labda nibadilishe rangi niweke nyekundu labda. Ungebadilisha rangi.
Ngoja ni clear kwanza. Nimeshaweka nyekundu. Yaani nilikuwa nataka niulizie eneo hili hapa. Hapo unaona? Hapana. Okay. Wewe labda nichore hii kwenye picha alafu ni nani nikutumie hiyo. Kwenye hii au eh asema hapo nikikupa nitaka kuambia remote control lakini inasumbuaga sometimes kwenye ngoja nichore kwenye picha nachora kwenye picha. Nimechora kwenye picha. Alafu nakutumia hiyo picha tena. Sawa. Haya, ngoja nikutumie hii picha. Ngoja hii picha niitume tena. Hii picha ni save. Okay. Okay. Copy. See. Kwani hapo kwenye kuannotate shida nini? Sijui nimeannotate na huko wangu inachora, sijui kwa huko ndo nashangaa haijachora. Wewe labda ni close alafu imechora? Annotation imetokea kwenye screen na sio kwenye hii chat. Okay. Labda hiyo chat wewe ungeisave alafu ndo uifungue. Lakini hapo bosi ingetakuwa itokee. Itakuwa itokee hapo. Unaweza ukanitumia tu pia. Au kanielezea kwa price. Ukiangalia kwenye date tarehe 26 hapo. Ukipanda mpaka hapo juu kuna hiyo bearish candle hapo imeshuka, hapo ikaacha wiki. Umeona? Ukiangalia na wakati price inapanda, ukiangalia price ilikuwa inapanda hapa kama ikaacha kiwiki hapa bearish candle hapo wakati imetoka hapa chini. Hapa hivi. Umeona hapo? Au sikia. Na kwenye option afu request remote control nikuacceptie huko ufanye vitu fresh. Niende kwenye nini? Kwenye option afu remote control. Okay. Okay, onyesha. Yani unaona hapo sasa hivi? Kwenye hii hapa. Sio kuannotate sasa hapo. Hapo unaonyesha kwa mouse tu. Okay, kwa mouse tu okay. Sasa unaona hapa? Hii wiki. Umeiona hii Hapana. Kwa nini haikubali? Wewe weka saa yangu unaiona? Hapana kabisa. Okay. Basi angalia tarehe 26 kama ulivyoangalia. Tarehe 26 kwenye hiyo bearish candle iliyoshuka ikaacha wiki. Haiku close chini, sio? Kwenye hii bearish candle hapo iliyoshuka. Hapo. Unasemea hapa. Nasemea hapo. Hapa, Yes. Ukiangalia haikufika chini, haikufika labda kwenye nani retest, haikufika kwenye hii line yetu ambayo tumechora ya nani, invalidation line hapo. Si ndio? Lakini kwa hapa kwa kushoto hapa kuna hii wakati inapanda juu kutoka hapa chini, kutoka chini kwa inapanda juu. Mwanzoni hapa. Mwanzo hii line inapanda hizi. Hizi ni bullish candle, unaziona hizi bullish candle. Hizi hapa. Kuna ikafika hapa katikati kuna hii hapa hiyo bearish candle ilishuka hapo hiyo. Bearish candle hiyo.
tusingeweza kurefer kama labda ni new validation hapa au unasemea hapa? Kwa upande mwingine sasa kwenye hii series ya nani ya bullish candles Hapa hapo sasa hizi tutakuja kuzisoma rahisi kwenye session ijayo, afu inakuja yake tena. Okay. Sawa. Nilikuwa nataka niulizie hapo. Tutakuja kuzisoma, tutacheki na example nyingi tu. Okay, sawa. Utaweza kuzi trade in accuracy way. Okay, sawa kabisa. Hiyo nadhani niliweka kwa sababu ya hilo swali hilo. Basi hapo sawa. Okay, sawa, tuendelee. Hapa si mifano tumeshaipitia yote. Sawa kabisa. Natoka kidogo nitakucheki. Okay, sawa. Si unaona screen yangu naiona vizuri. Kwanza kama kawaida tunapitia concept zilizopita, then ndo tutaendelea. Sawa kabisa. Sasa unakuta tuna kwenye trend yetu tuna series za nini, za highs na lows kama hivi. Exactly. Tukibreak tunajua kwamba tumeshift from uptrend to downtrend. Kwa hiyo tuna expect kupata pullback ambayo inakuja kutest last high. Exactly. Hii pullback mara nyingi inakuwa in term of correction, japo si lazima. Okay. Au inaweza kawa ni correction at a certain time frame, then ukija kwenye another time frame iko as impasse. Sawa kabisa. Sasa hapo tunapata pullback ambayo itakuja kutest last high, na kwenye last high ndo kwenye trend ya kuendelea na nini, na entire downtrend movement. Exactly. Hapo kwenye kesi ya kushift from uptrend to downtrend, ikiwa na series za highs na lows kama hivi tuka break, tunasema tumeshift from uptrend to downtrend. Then in case tukapata liquidation alafu isifike kwenye last high, then tuka drop below hii point hapa ambayo ni previous low, hapo tunasema kwamba next pullback itarudi kutest nini hapa kwenye previous. Exactly. Kwenye hii new high ambayo ilikuwa created, au kwenye hii high yani ambayo ndo ilikuwa kwenye pullback pale, au kutest pale, then ndo tutaendelea nini na movement. In the case of shifting from downtrend to uptrend ni just a vice versa. Sawa. Kwa hapo ndo kitu kama hicho. Hii trade ya GBP USD tulidiscuss last time, na hisi naikumbuka. Nakumbuka. Ambayo ilikuwa ni mfano simple kabisa wa invalidation. Na hisi nakumbuka kwamba alikuwa tunasiza highs na lows, tukatengeneza high, tuka break above, kuja kutesti hapa moja kwa moja wakati tumeondoka zaidi ya 250. Sawa. Sasa kitu nitaka tusome leo, before hatujasoma trend as a trend, au before hatujasoma life cycle trend, au hatujasoma vitu vingine zaidi, nataka tusome
jinsi gani unaweza kuspot entry alafu ukawa na ile very high accuracy kiasi kwamba kupata drawback unakuta ni ndogo. Okay. Sababu pia sometimes unaweza kuwa mtu uko correct, si ndio? Exactly, yeah. Unakuta rejection kama hii tu ukajikuta Okay. inakutoa nje. Yeah. Au inakutoa sokoni. Inakutoa sokoni kabisa. Asa hapo kitu kama hichi. Kwamba tunapotengeneza zile series za highs na lows kama hivi. Yeah. Then let's say tuka break. Asa let's take an example. Labda hii ni nini? Ni 4-hour time frame trend. Okay. Kwa hiyo kama ni 4-hour time frame trend, ukija kwenye time frame ndogo unakuta kuna kwenye movement tu, let's say kama hii hapa. Kama hii. Yeah. Unakuta kuna yani ni trend nzima kwenye time frame ndogo. Exactly, yeah. Hapo ukija kwenye 4-hour ni kama vile tu a single impulse yani. Na hata hii correction hapa ukija kwenye low time frame, let's say hii ni 4-hour, ukienda 15 minutes unakuta hii ni an entire trend yani. Exactly, yeah. Kwa hiyo tunachokifanya, mojawapo ya principle ambayo ni kubwa kwenye swala la entry ni kwamba kama ni una consider invalidation au new invalidation, let's start an example on invalidation. Kwamba kama unafanya consideration ya invalidation, invalidations are all time frame will be tested. Okay. Kwamba tutatest invalidation ya 4-hour, kama na setting ya 4-hour, tutatest invalidation ya 1-hour, tutatest invalidation ya 15 minutes. And even lower. Nikiwa namaanisha hivi. Tuangalie mfano. Au ngoja kuonyesha mfano mrahisi kwenye pair kama hii hapa. Unaona hii pair hapa? Okay. Hapa ukiangalia kwa haraka tuna hii daily invalidation hapa. Yeah. Daily invalidation. Ila sasa ukija 4-hour unakuta daily invalidation imekuwa crossed by 4-hour candles. Kwa hiyo 4-hour invalidation so tena daily invalidation. 4-hour invalidation inakuwa ni hii hapa. Iko juu yake kidogo. Inakuwa ipo juu yake kidogo. Inakuwa ni 4-hour base, ndio. Ila pia utakapokuja kwenye 1-hour unaweza kuona pia zimepishana pips kidogo. Unaona hapo? Kwa 1-hour invalidation itakuwa ni hiyo hapo. Sio hii hapo mbele. Hii hapa. Ya sasa hapo kuna vitu viwili. Okay. Kulingana na aina ya trend, utakuja kucheki trend za aina zote. Kuna baadhi ya trend utakutana na 1-hour invalidation ni hii hapa. Alafu pia kitu kingine nakuta difference ya pips kutoka invalidation ya 1-hour kwenye hii hapa na hii hapa ni difference ndogo tu. Okay. Kwa kwenye kuangalia kitu kama hicho, kitu cha kwanza utaangalia nature ya price inayoenda kufanyaje, inayoenda kutouch invalidation yako. Okay. Sasa kama nature ya movement ni very corrective, itakuja kuishia hapa tu kwenye 1-hour invalidation ya hapa.
Okay. Ila kama nature ya movement kama nature ya movement ni imekuja very impulse, itakuja kuishia wapi? Hii ya juu yake. Ila pia Okay. apart from nature ya movement, kitu kingine ni nature ya pair. Okay. Kuna baadhi ya pair zina high manipulation, yani zina manipulation kubwa tofauti na nini na pair nyingine. Kwa hiyo pair ikiwa na manipulation kubwa au let's say na thamani kubwa, mara nyingi huwa inaenda kwenye for high invalidation za time frame ndogo zaidi. Inaenda kwenye validation za time frame ndogo zaidi, I mean. Okay. Au inaenda kwenye time frame za juu zaidi. Nikiwa namaanisha kwamba kwenye case kama hii hapa, tutakaporudi kufanya pullback kujuu ya kuteki nini entry, itakuwa ni kitu kama hichi, kwamba hii for high validation itakuwa tested, alafu on high validation itakuwa yani ni daily validation itakuwa tested, for high validation itakuwa tested, na on high validation pia itakuwa tested. Ila lazima tufunge kendo chini ya nini ya daily invalidation. Wow. Ya kendo ya day, kendo ya day. Sawa. Kwa hata kendo ya next day inayo uwezo wa kurudi mpaka huku juu kutest na zile invalidation za low time frame, alafu ikafanyaje ikarudi chini. Okay. Kwamba the rule is the same, kwamba itarudi kufungia chini. Ndio sababu unaweza ukaona mtu au unaweza kuona hata sisi tumetake trade, let's say hapa hivi imemove distance kubwa tena pips 50, then imekuja kurudi tena hapa, hatujaifunga ikaendelea kushuka chini, otherwise unakuta tuna hard position tu. Okay. Kwa mtu unajua sasa hii ni kendo ya daily inarudi just ku retest, ila itakuja tutafunga nini chini ya daily, itafunga chini ya daily. Umeona kitu kama hicho hapo? Kwa hapo ndo overall concept kwenye hiyo kitu kwa nikuambia. Kwa mfano hata kuna pair moja nilikutumia, nakumbuka Eurocard. Unaikumbuka hii pair? Ile sawa kabisa. Sasa ukiangalia pair kama hii, unaona kabisa kwanza iko na very high volatility, si ndio? Alafu unakuja kurealize kwamba hapa ndo invalidation yako hapa. Exactly, kiuhalisia ukiangalia hapa si ndo for invalidation, au let's say tuanzie day. Ukiangalia daily hapa ndo daily invalidation. Unaweza ukateke trade kwenye daily na ukawa ni profitable vizuri tu. Umeona? Ila sasa kureduce risk, yani utake trade price hapo ndo trend inaanzia kabisa, au kwenye exactly point. Kuongeza accuracy, unachokifanya unaangalia nini time frames za chini, kuangalia invalidation yake. Ila sasa principle ni moja, kwamba tunashuka time frame chini 3 time frames lower. 3 time frames lower. Okay. Nikimaanisha kama ni daily time frame ndo umefanya analysis yako, utatoka daily utaenda for hour utaenda on hour utaenda 15 minutes. Ukizidi kwenda low zaidi, utakachojikuta unaweza ukawa very accurate kiasi kwamba hata unaweza kuanza siwe activated. Okay, inaweza kaachwa wakati wa kuja kufanya nani kuchukua. Au unaweza kujikuta unafanya uko accurate kwenye swala la kupredict move. Kama hiyo hapa move ni down, lakini washangaa tu inafikia katika level fulani afu inaondoka. Okay. Let's say order zako umeziweka hapo, si ndio?
unashangaa tu inakuja mpaka maeneo fulani ya hapo afu inaondoka. Unakuwa umeikosa hiyo. Unakuwa umeikosa hiyo. Kwa ndo kitu kama hicho hapo. Kwa hiyo kwa mfano kama hii hapa ulirudi mpaka kwenye 1 hour. Kwa kama hii hapa unaweza kurudi let's say kwenye 1 hour. Sasa tumeona hii 1 hour invalidation almost ndo daily invalidation. Ndo for hour invalidation. Ukija kwenye 15 minutes ndo kidogo imepishana. Kidogo sana. Kwa kwenye case kama hiyo unakuta mtu na take the same tu, sababu difference ni ndogo sana. Japo pia mtu unaweza kufanyaje? Unaweza ukai-adjust, kama uki-adjust, ngoja nikuonyeshe. Si ndo hapo hivyo. Let's say ndio kama kwenye 15 minutes hapa. Kwamba hii ndo 15 minutes invalidation. Ni hiyo sio chini hapo. Hapa. Sasa kuna kitu kama hichi hapa. Kwamba tuna series za candle kama ya kama tumedrop. Hapa kuna viwiki vile. Kwa hiyo endapo hapa ndo for hour invalidation. Minutes invalidation itakuwa kwa juu. Exactly, Sasa tunaweka ray line sehemu ambapo sio katikati ya candle au sio kwenye wicks, tunaweka kwenye candle body. Sawa. Kama ni invalidation 15 minutes tunaweka kwenye body ya 15 minutes. Kwenye body Okay. Kwa ndo kitu kama hicho. Au kwa maana nyingine simple ambayo naweza kukuelezea ni kwamba let's say hapa ndo nini? Lakini unaona kwamba hiyo ndio the last high. Umeweka kwenye last high candle. So ile nani the previous. Kwa kitu kimoja nataka kukuelezea kwamba let's say tuna kitu kama hichi hapa, si ndio? Alafu hii ikawa ni for hour invalidation. Exactly. On hour invalidation itakuwa ni kwa juu. Pia sasa kitu simple tunachokifanya, kama on hour invalidation ni kwa juu, unachokifanya unaenda kwenye 1 hour time frame. Unaweka ray line kwenye nini? Tunasema kwenye candle body. Sasa kwenye body unaweka kwenye body lakini kwenye kalama closing point ile ya mwisho, sio? Leo kwenye body pale, sawa Kwa kama hapa 1 hour ndio ile ya 4 hour hapa. Kwa tukienda kwenye 15 minutes tunaweka kwenye body ya ile trend pale. Kwa mtu unajikuta ukirudi 4 hour hapo unakuja kuchukua entry yako. Unajikuta unachukua ni entry kwenye exactly point. Hapo ndo price tafanya ita reverse. Sasa ndo kwenye ile kesi kama ya kutumia pending order unataka tunasemaje? Tunasema kwamba uset pending order zako at least 2 pips kutokea kwenye nini? Kwenye actual price ambayo ita reverse. Kwa mfano hata hapa kama mtu ndongeweka pending order kwenye point yani exactly ndongeziweka hapa. Automatically isingekuwa activated. Exactly, Sababu ya spread kama vile weka at least 2 pips chini. Ndio unakuta hata mimi kuna baadhi ya muda nasema tu kwamba as long as najua kwamba haiwezi ka spike kuzidi kwenda kwenye huko juu zaidi, as long as najua kwamba itakuja itaishia hapo, nakuta tunaingia zangu mapema kidogo. Au naweza kawa nimeingia mapema kwenye some account, kwenye account nyingine ndio kawa nasubiria ile exactly point, ikiwa inamaanisha kwamba
unaweza ukajikuta upo correct kila kitu, alafu kisa kuminimize risk ya pips 1 au 2 ukajikuta unakosa pips 100. Kwa hiyo ninapoona gap la kutoka labda for high invalidation mpaka 15 minutes invalidation haizidi hata pips 3, unakuta mtu unafanyaje, unaingia. Ndio maana pia nikakwambia tunaangalia pia ni aina gani ya pair. Kwa mfano hizo volatile pair kama labda gold au GBP pairs, yani tuna minimize risk as much as possible. Okay. Kwa sababu yenyewe kama mimi naikaga stop loss haizidi pips 20. Umeona? Sasa kama stop loss haizidi pips 20, afu ukija kuingilia hapa kwenye hii, let's say kwenye hii board hapa, hii 2 week inafika pips 20. Okay. Kwa hiyo unajikuta uko nje. Kwa hiyo tuna minimize risk as much as possible ili kuwa na trade management fulani nzuri. Sawa kabisa. Na sauti kidogo leo inakauka. Umeongea sana, umetumia vyombo. Situmiagi vyombo, sema tu nimeongea sana. Okay. Kwa hapo ndo kitu kama hicho. Sasa na take profit unaidetermine vipi? Take profit. Sasa hapo ndo tutaenda hapo. Okay. Hiyo tutaisoma leo. Sasa umeona kama hapa hivi kwenye pair kama hii, mtu alikuwa anajua sasa hapa ndo invalidation. Kwa hii correction yote unajua kwa sasa inarudi wapi? Kutest last high ambayo ndo pale juu. Sawa. Na pia tumedrop, tumepata pullback hii, tukafanya tukadrop. Kwa hiyo sasa tumepata next correction. Leo sasa inakuja kuishia hapa. Okay. Kwa hiyo mtu hata how is surprised by a move kwamba hii move tena bwana inaanza kurudi wakati mimi nimetake sell huko juu. Unajua kabisa kwamba hii move yangu inakuja kuishia wapi? Hapo kwenye new invalidation. Kwa hiyo hapo ni upendeleo wako wewe mwenyewe, unaweza kaamua ku add some position. Wengine wanakuta wanapendelea ku hold just the first position. Okay. Lakini sasa wakati ndo umeset pale, kwa mfano umeandika pale, umeweka kanisa limit yako hapo. Kwa hiyo unajua hapo tunasema kwamba kwenye pullback, kwa sababu tayari tushaiona imerun. Yaani kwa wakati ile at first kwamba okay ndo umeset hiyo umeweka hiyo limit yako hapo. Hapa juu. Imekuwa triggered, yes. Na haija run, kwa hiyo bado haija run, ukajua kwamba kutoka kuna hiyo pullback hapo. Sasa unadetermine vipi kwamba TP yangu iende mpaka wapi? Yes. Sasa ndio nakwambia kwamba kipengele cha target tunakuja kukisoma sasa hivi. Okay, sawa. Okay. Asa kitu cha kwanza kama nilivyokuwa nimekuambia mwanzo, hizi higher time frames zinakuwa ni very powerful compared to low time frame. Sababu low time frame unakuwa kuna kelele nyingi tunasema. Okay. Pia apart from kuwa na kelele nyingi, kitu kingine kwenye low time frame inakupa uwanja wewe kupata picha ndogo tunasema. Kwa mfano, nasema picha ndogo kwa sababu umeona ukiangalia kama all this move hapa ndo screen yako nzima, unaweza kujikuta ndo kitu na kianalyze peke yake. Ukija kwenye monthly time frame ni very small area yani. Kama inaweza ikawa inaweza kuwa na effect ndogo sana sokoni. Exactly, yeah. Sababu ni sehemu ndogo sana ya soko. Hata vile ukija kwenye weekly yani ni kasehemu kadogo sana. Okay. Wakati ukija kwenye 1 hour unaweza ni ukajua ndo market nzima ndo unaanalyze hapo. Kumbe ni kijisehemu tu. Kumbe ni kijisehemu kidogo tu. Kwa hiyo higher time frames zinakuwa zina nguvu sana. Kwa mara nyingi kwenye swala la kufanya analysis sipendi kukuambia kwamba tunashuka 3 time frames lower. Okay. Kwa kwenye masuala ya kufanya analysis mara nyingi 3 time frames lower kutokea ulipofanya analysis.
Okay. Kwa hiyo unakuta mara nyingi na pendelea kuanzia time frame, kuanzia analysis monthly nitafanya analysis kawaida au forecast, nakuja weekly nitafanya forecast kawaida, ila nikishafika daily huku monthly weekly nimeshajua trendi nzima inaelekea wapi. Yeah. Ila nikisha kuja daily naanza kufanya spotting ya zile actual areas ambazo na expect kupata nini, kupata movement au kupata reversal, au kupata continuation, anaanza kuzispot pale. Okay. Mara nyingi alafu pia anafanya hivyo, unakuta mara nyingine kwa ajili ya kupunguza vitu vingi sana kwenye chart, kwa sababu unakuta una monthly validation na weekly validation, daily validation basi zipo karibu. Yeah, okay. Kwa mtu anafanya kitu kama hicho, unakuta unazitoa zile. Kwa unakuta zile anazipunguza, anaanzia tu pale kwenye daily, na kusema kwamba anazitoa siziangalie, nazifanyia consideration tena kubwa tu. Okay. Sasa kwenye issue ya target ni hivi, pia tuna consider higher time frame sana sana. Nikisema na consider higher time frame ni kwamba kama una take buy, wewe unajua kabisa higher time frame tunaelekea wapi. Okay. Kwa hiyo let's say mtu na take buy kwa kabisa hii short term buy, utajua kabisa hapa na trade pullback. Kwa hiyo kwa unaendelea tu kuihold, utaangalia zile position ambazo kwa mtazamo wako wewe ndio pullback itaishia, either kwenye last high before break your structure au kwenye new high iliyokuwa created baada ya failure to test an higher high. Okay. Umeona? Kwa let's say kama mimi kwenye pair kama hii hapa nimesema tufanya ni example kabisa zile real sokoni, si ndio? Sawa kabisa. Kama kwenye pair kama hii hapa nimeangalia kwamba overall trend ya hii pair tupo kwenye nini, kwenye tuanzie monthly kabisa, kwamba overall trend ya hii pair tupo kwenye downtrend. Downtrend, yeah. Kwamba kuanzia huko tunatengeneza series za highs na lows bado. Yeah. Umeona haka? Alafu pia kitu kingine ambacho nilikuwa sijakwambia ni hivi, hata hisi nimekuambia kwamba tukiwa na series za highs na lows kama hivi, si ndio? Still tukaja tukarudi tukatesti hapa. Yeah. Ndio. Na tukaendelea still tukawa down. Exactly. Yeah. Ila tukipata candle closure ya hiyo time frame husika above kwenye hii point, hata kama ani candle closure hata kama ni ya 5 pips au even ya micro pip, tunaiconsider kama hiyo ni high. Ni high imekuwa nini, imekuwa created. Okay. Yeah, kwa pia kwenye njia rahisi ya kufanya time frame, ya kufanya analysis kwenye time frame kubwa kama hivi, unaangalia kwamba recent last high imekuwa broken. Kwa kama pa recent last high ni hii hapa. Yeah. Si ndio? Kama unavyoona imekuja kuwa tested tu. Yeah, broken kwa sababu imefunga chini. Alafu hata kama ukiangalia hizi invalidation huku hivi, hizi. Yaani hamna candle iliyokuja ikafunga juu ya hizi invalidation huku za monthly time. Okay. Kwa hapo nakuwa na uhakika kwamba hata kama nikipata movement ya kurudi juu, sitopata monthly candle closure above kwenye hii level hapa au kwenye hii price hapa. Sawa. Kama hata kama nikapata series of candles za kwenda juu, sitokuja kupata candle closure ambayo itafanya nini, ya monthly ambayo itafunga juu. Itafunga juu hapo. Hii level price inaruhusiwa kuspike hata mpaka huko juu, ila at the end itafunga wapi? Itafunga chini. Hicho kitu cha kwanza mtu unakuwa umeshakijua. Kama umeshajua kitu kama hicho, ukienda sokoni kwenye time frame nyingine, unakuwa unatafuta more opportunities za kusell kuliko kubuy, sababu umeshajua kwamba monthly time frame iko nini? Iko bearish. Yeah.
Alafu kitu kingine, it is possible monthly time frame tukawa bearish, ila another time frame au kwenye time frame nyingine yoyote tukawa bullish au tukawa anyway, yani whatever, kwa sababu kila time frame huwa inajitegemea. Okay. Kwa kama hapo unakuta mtu umekwisha kujua kwamba kwenye Eurocard monthly time frame tuko bearish. Kwa hata kama nitatafuta opportunity yote ya kufanyaje ya kusell ya kubai, nitakuwa na trade ya kubai kama tutaendelea kwenda wapi, kwenda chini. Kitu kingine unaweza kaja kwenye time frame nyingine, let's say kama weekly time frame, ni the same thing, hakuna tofauti mkubwa na monthly time frame. Sababu picha zinaonekana ile ila hasa kitu kingine, kwa nini nimeweka hapa hii target wakati ukija kwenye monthly tunaweza tukashuka overall mpaka huko chini kabisa kwenye monthly invalidation ya chini. Exactly. Nimeweka hapa kwa sababu moja tu, yani kuonyesha hapa kwenye illustration ndio kuonyesha kwenye hii chart kwamba tuna series za highs na lows kama hivi, si ndio? Then tuka break. Sasa tuna expect ya kutest invalidation hapo, si ndio? Hasa just assume umeteki trade hapa. Kwa nini umeteki trade hapo? Kwa sababu kulikuwa kuna either invalidation kwenye previous trend au structure. Kwamba ulifanya consideration hiyo kwa umeteki nini? Umeteki trade hapa hivi. Umeteki trade hapa. Hapa juu. Sasa distance ya kutoka kwenye entry yako mpaka price iliko, alafu distance kutoka price iliko mpaka kwenye invalidation ambayo una expect ije kuwa tested, unakuta hii distance kutoka kwenye invalidation mpaka kwenye price ilipo ni parefu. Hiyo let's say umepata move ya 1000 pips. Ndio, alafu rudi pullback ya 7. Alafu ndio endelee na trend. Yaani inakuwa kama vile sijui nikwambie nini. Unakuwa haupo wrong, lakini kama vile unakuwa unapoteza muda mrefu trade moja instead ya kufanya diversification. Exactly. Umeona? Kwa ndio kitu kama hicho, kwamba hapa nikajua kabisa kwamba price haiwezi ikawa eti yenyewe ni series za lows tu tukaondoka moja kwa moja. Nikajua kwamba hapa hii tukija ku break hii low hapa patakuwa ni invalidation hapa. Itakuwa ni invalidation, itakuja kuwa retested. Kama itakuwa ni invalidation, hii move haiwezi eti kaondoka tu moja kwa moja hivi chini hadi huku chini kwenye target yangu hapo ndo monthly target. Lazima itakuja mpaka at a certain level hapa, then tutarudi kufanyaje? Kutest invalidation tushuke. Hiyo reasoning umeelewa hapo? Hapo nimekuelewa. Kwa hapo ndo kitu kama hicho. Kwa hiyo kama hapa tena baada ya kuja ku break hii highs na lows hapa ambao tunasema ni current trend ambayo tuko nayo, baada ya kuja ku break hiyo unakuwa na uhakika zaidi kwamba nipo correct, kwamba hadi monthly time frame tumesha break previous highs and lows, kwa moja kwa moja nipo kwenye nini? Kwenye downtrend. Ndio jinsi nimeset hizo target hapo. Kwa mtu akija kwenye time frame tu nyingine hivi angalie kwa nini nimeweka target hapa, lazima ashindwe kuelewa, na hata hawezi kuelewa. Exactly, hawezi kuelewa, na hata ikifika hapa shangaa inaanza kubaya, anakuja kuuliza ndio kama inakuja kuishia hapa kubaya. Hapo nimeelewa, hapo nimekusoma. Sasa kitu kingine cha kuzingatia kikubwa, kwa nini nimeweka hapa na sio hapa au sio huku chini kabisa?
Sawa kabisa. Ni hivi, kwamba tuna series za highs na lows kama hivi, si ndio? Sawa Then kabisa. tuka break. Hapa ndo trend ilipoanzia hapa, si ndio? Yeah. Then tuka break. Tuka test nini? An invalidation pale, then tuka drop. Sasa mara nyingi hizi area hizi ni area ambazo tunasema ni area ambayo kila mtu anataka aingie sokoni. Okay. Yaani mtu ambaye ana knowledge kidogo, mtu mwenye knowledge kubwa, mtu mwingine anajua support tu, mwingine anajua na resistance tu. Yaani kila mtu hapo ndio area anataka aingie sokoni. Ndio pale sasa naambia kwamba kuna muda yani asilimia zaidi ya 90 unaikuta sokoni na inawaza idea moja. Yeah. Kwa hiyo unafika kwenye area kama hii unakuta asilimia kubwa ya watu yani inawaza kwamba hapa ndio same price ndio itageuka. Kwa unakuta watu na pullback kadogo then tunaendelea down, inatoa watu wengi. Alafu kitu kingine to note ni kwamba watu wengi sokoni sio aggressive. Okay. Kwa hiyo kama watu sio aggressive, wanataka kwanza kitu kitokee, alafu wao ndio wawe na assurance kwamba hichi kitu kimeshakamilika yani. Ndio aingie sasa. Let's say kama hapa naona amepatem kama reversal area yake. Price itashuka. Atasubiri kwanza kendo moja ifunge. Anajikuta pips nyingi tu zimeshamwacha yani, umeona? Yeah. Wakati kuna mtu ameshaingia hapa na kasha break even, yeye ndo anakuja kuingia. Kwa hiyo anapata tukamove kidogo, hata unakuta ndio alikuwa anaongeza order afu ndio price inaendelea ku drop. Yeah. Tukija kusoma life cycle ya trend hichi kitu tunanielewa vizuri. Okay. Kwa sasa reversal nyingi unakuta zinatokea kwenye zile area ambazo, kwenye zile price ambazo sio za majority. Kama ilikuwa zinatokea kwenye zile price za majority, ilikuwa kila mtu yani sokoni anawini. Exactly, yeah. Na ingekuwa na ingekuwa hivyo sasa ingekuwa ni shida tu. Kwa sasa ndio kitu kama hicho kitu ngoja nikirudie kidogo ili unipate vizuri kwa sababu pia ni kitu cha muhimu. Okay. Unakuta tuna trend kama hivi. Let's say down trend. Umeona? Kama hivi. Then tukapata pullback. Let's say mpaka hapa. Si ndio? Tukaenda chini. Yeah. Sasa kwenye case kama hii watu wengi wana expect kuja kufanyaje? Kusell hapa. Umeona? Yeah, ni kweli. Yeah. Sasa lazima wewe uwe tofauti na watu wana expect kufanyaje? Kusell hapa. Koja kufanya kwenye scenario kama hii huwa tunaangalia last highs and lows kutokea kwenye ile sehemu ambayo ndio nini? Ndio ile sehemu ya majority wanakwenda kuchukua position zao. Kwa ambayo itakuwa ni hapa hivi juu yake, ambapo tunaangalia pia kwenye nini? Kwenye previous trend. Exactly, yeah. Lazima utofautishe new invalidation na hapa. Kwa sababu gani lazima utofautishe? Kwenye issue ya new invalidation huku tayari yani invalidation iko mbali, kumeshatokea series za highs na lows kibao. Yeah, sawa kabisa. Umenipata hapo? Kwamba new invalidation tuna invalidation haijafanikiwa kuwa tested, tuka drop, tukija kurudi pale tunapoenda kutest inakuwa new invalidation. Ila sasa hapa tumesha create a number of series of highs and lows. Sawa kabisa. Kwa hiyo unakuta ukija kutokea point kama hii tuka drop, tukija kurudi haitokuja kuishia hapa. Haita kuishia exactly. Itafika mpaka juu. Kwa hiyo tutatest hapa ndio tuta drop. Kwa sababu watu wengi wanakuja kuingilia hapa. Wakiingilia hapo wanakuwa phased out. Mtu kwamba nilikuwa nipo correct, sema tu sijui nini. Ndio kitu kama hicho.
Hasa hiyo kesi ndio kesi nilokuwa mimi na kuonyeshea hapa hivi kwamba umeona hii resistance level hapa. Yaani level ambayo ilikuwa ipo resisted hapa. Sasa Hapa tunapaona. Hapa ndo majority atakuja kuchukua nini? Position zao. Hapa hivi. Kwa sababu unaangalia last highs and lows za chini yake, hapo itakuwa ni hapa. okay. Na hapo ndo reverse itakapokuja kufanyaje kutokea na si hapa tena. Yeah, sawa kabisa. Kwa sababu ukija kuteki trade yako hapa chini, unakuta watu wengi wameshakuwa selected out hapo juu. Alafu pia watu wengine baada ya hii level kuvunjwa, wameshaamini kwamba hii tupo kwenye downtrend moja kwa moja. Kwamba ni kweli tupo kwenye downtrend, lakini hatuwezi kuwa na series za lows tu, lazima tutengeneze na highs. Kwa hiyo tunakuja labda hapa hivi, tutatesti, tutapata movement ya kurudi juu mpaka ya kutest nini? An invalidation, and then tutaendelea ku drop chini. Kwa hapo hatuja shift trend, lakini trend still ni down. Swali lolote mpaka hapo? Hello. Hello. Kumbe naongea nilikuwa nimemute. Tunasemaje? Kwamba so far tunaendelea vizuri. Issue kubwa ni kuangalia hizo movement change of time frame ambazo tutatoka kwenye ile high time frame kwenda kwenye low time frame. Yes. The reason ikiwa kuangalia the most ile kwamba the most accurate entry point ambayo at the end of the day pia itaweza kuminimize nini? Kuminimize zile stop loss yako, yani kwa mfano yani usio kaacha stop loss ikawa kubwa sana. At the same time uweze kuangalia kwamba wakati unaingia when you put your entry sio kwamba unaweza kuwa umefanya analysis nzuri, lakini kwenye kuset ile entry point ukawa binafsi zaidi, yani kwamba uko unataka iwe more accurate, mwisho wa siku wakati unafanya pullback ikakukosa. Kwa hiyo at least inabidi uangalie wakati una set ile entry point yako kwamba at least uweke pips fulani hivi, ukubali ku lose some of the pips, lakini uweze kuipata ile entry vizuri zaidi. Kabisa. Yeah. Hapo ndo kitu kama hicho. Yaani kitu kingine cha kuongezea ni kwamba yaani hauwezi ukatrade soko ambalo halina highs and lows. Exactly, Nikiwa maanisha kwamba hivi vitu nakwambia ni vitu vya lazima psychology, kama vinaweza kuja taratibu, lazima uvijue mapema pia. Kwamba let's say hapa umeshaje tupo kwenye downtrend, si ndio? Watu wengi wanapenda kufanya observation ya low time frame, let's say 1 hour, 2 hours, si ndio? Kwenye MT4 let's say 1 hour, 4 hours, si ndio? Umeshatokea impulse ya kwanza umeicatch. Ila wewe upo sure kwamba nipo kwenye downtrend, si ndio? Yaani correction ya kurudi hivi haiepukiki. Okay. Kama usije kuexpect kwa na impulse tu muda wote. Kwa sababu inapotokea correction kama hii sio nakuwa surprised tena. Kwa hiyo kwamba hii ni correction na what follows nini ni impulse. Kwa ndo case kama umeona hapa? Hii setup ni setup ambayo nimewatumia hata wale watu wa premium kule wakati iko hapa. Okay. Ndio. Ila sasa kutokana na skills na mtu ile kuelewa kwamba unafanya nini, ni ngumu sana kukuta eti mtu ajui chochote akukuta amehold nini. Amehold hii buy hapa kwa sababu anahisi kama vile ndio trend imeshabadilika hivi, unajua? Anaamua kuchukua profit ya aliyokuwa nayo anaondoka. Kwa hiyo it is too hard kwa mtu ambaye hajui anachokifanya, hata kama utamtumia kila kitu kutrade ile inapotakiwa. Ila point yangu kubwa ni kwamba hata yani psychologically unajua correction haziepukiki, kwamba kama umetake entry hapo umesell, unajua kusema kwamba yani at a certain point nitakuja kupata nini, kupata correction. Alafu kitu kingine kama hapo
kama mtu umeshajua kwamba hii ni downtrend, si ndio? Yaani higher time frame ni downtrend. Kwa downtrend lazima kuwe na series za highs na lows, umeona? Kama downtrend lazima kuwe na series za highs na lows. Hapa hii ni low, si ndio? Exactly. Then tukaya kutengeneza high. Japo sio high, hii ni just a normal high, si ndio? Yeah. Sasa ujue kabisa kwa sababu tupo kwenye downtrend, lazima tupate formation of new low. Exactly. Kwa hiyo price haiwezi kaja kuishia hapa. Hapa nataka tutengeneze new low. Yeah. Kwa price haiwezi kaja kuishia hapa, ile correction kuanzishia hapa. Correction itakuja kuanzishia pointi ya chini kidogo, hapo tutakuwa tayari tumesha create nini? Another high. Low. Yeah, sasa. Hata kama tumesha create another low. Another low, yeah. Ndio tutapata ka correction fulani na tuendelee kushuka chini zaidi. Alafu. Exactly, yeah. Kwa kitu kama hicho lazima mtu yani wewe unajua kabisa. Sasa. Utakapokuja kusoma life cycle ya trend utakuwa unanielewa zaidi vipi tunakuambia maana yake, yani inamaanisha nini. Sasa kwenye life cycle naandika hapa ili mwisho wa siku tukifika huko nikuulize maswali. Hiyo vitu viandike. Yeah. Kwa ndo kitu kama hicho kaka. Na hisi kwa leo naona tuishie hapo kwa hizo concept, tutaendelea kesho au tutaendelea next day kwa sababu hata sauti yangu kidogo. Leo nilikuwa na namba fulani vya meeting nzuri. Sasa tuna Jumatatu. Okay. Sawa. Mimi sasa sijua sasa hapa ni komae na ile new validation pia, alafu ni komae labda na kuangalia. Sasa kwenye phase kama hii tuliokuepo, siwezi nikakwambia assignment, unajua. Okay. Sasa kufanya wewe kama unatakiwa uweke concentration yako kwenye chart na wewe una observe hizo scenario nilizokuambia. Okay. Apart from that unaenda kufanya mifano zaidi ya invalidation na new invalidation mpaka utakaposoma vitu vipya zaidi. Safi kabisa. Na hiyo mifano unaangalia kwenye previous prices. Sio kama ufanye forecast ya price yani mpya. Hapana, unaangalia previous prices kama vile let's say huku hivi sehemu za nyuma hizi. Sehemu za nyuma ambazo zishatokea of which you can see. Ambazo zishatokea sure kabisa. Kwa sababu unapo train macho yako kuona hizo sehemu za nyuma, vile vile yanakuwa yana adapt to nini? To mazingira, kwamba hata hizo sehemu mpya inafika stage mpaka mtu anakuja kama mimi sasa hivi nakuta mpaka naona kabisa kama mbona chati kama hii check trade mwaka jana, chati mbona kama hii kama check trade mwezi uliopita. Unakuwa tayari ushaimark ushaijua kwa kupitia zile past prices yani zinakuwa ni advantage sana. Kabisa. Kwa hapo ndo kitu kama hicho kaka. Basi hapo nadhani ngoja nipige tu mazoezi hapo ndio kikubwa. Endelea kuangalia na hizo swali mbona naweza kukuuliza labda. Ani all in all mambo unayonaje nitangia tumeanza mpaka hapa tulipofika? Naona mambo umenirahisishia ninavyoiona chat. Sure. Na yani unajua unaona chat uone tena, unajua mwanzo unaona tu kwamba hivi vitu kama ni hesabu za angani sana. Ni hesabu ambazo at the end of the day ni vitu ambavyo labda ni impossible to know. You understand? Sure. Sasa hivi napata ile confidence kwamba kumbe naweza nikaangalia hapa nikajua hapa kuna hapa trend inaweza ikabadilisha direction, naweza nikajua kwamba hapa trend iko hivi, najua hapa kwamba hii ndio ile impulse, sio unasema impulse ndio correction. Kama mwisho siku nilikuwa nikiona hivi nilikuwa nasema kwamba what is happening, you understand? Alafu pia yani umenirahisishia kiukweli, yani naona kabisa kwamba sooner or later nitaanza kufanya trading, nitakuwa na ile confidence ya kusema okay I can risk something. Sure kabisa. Yeah. Kweli nimeelewa mambo, unifumbua.
Sawa. Kwa hiyo mambo ndo kama hivyo. Kubwa hapo kama nilivyokuambia, practice zaidi, shirikishane sehemu Yeah. kwama na nini na vitu vingine kama hivyo. Tutasoma vitu vingi zaidi. Haina shaka. Mimi sina wasiwasi. Yani Na ndio maana unaona ambapo hata sina hata nitasoma vitu vingi, yani ambapo hata kama wewe mwenyewe trade umeikosa hujaitrade, unajua kabisa kwamba bana hapa ni mimi. Exactly, yeah. Sawa kabisa. Na ndio maana mimi yani sitaki kusema kwamba niweke kwenye group si nione setup, hapana, sitaki kwanza, kwa sababu nataka kwanza nielewe. Sio unakutana na setup imetumwa sehemu unakuwa ujui why that was set in that context, kwa nini ilikuwa hivyo. Pia nakupunguzia wewe uelewa, kwa sababu mwisho wa siku utasema nitapata hii setup, kwa hiyo unakuwa lazy kabisa. Hiyo kweli kabisa. Yeah. Basi tuko pamoja haka, hakuna matata. Haina shaka. Poa. Shukrani sana. Tuko pamoja. Okay, poa. Poa. Nisaidie kutuma hii hapa tena. Soon kaka. Asante sana. Okay, poa.